tukiwa kama wenyeji wa michuano ya AFCON, kuna kitu kimoja nadhani inabidi tu volunteer. Ndiyo makundi yanaenda kupangwa leo na pots zote ziko wazi, tuko poti la 3, lakini Mungu saidia ni kwamba infrastructure zinaendelea kuimarika day to day. Yaani kila siku miundombinu inaenda kukamilika. Kwa hiyo mimi nitakiangalia zaidi ni kitu ambacho sisi tunaenda kukiimplement, tukiachana na swala la draw, lakini pia sisi ambao ndio tunaenda kuwa main co-host, co-owner wa hii michuano, tumejiandaa vipi? Sisi tukaenda kuwa kama tumeshiriki kwa tiketi ya nyumbani au tiketi ya uwenyeji. No, lakini tufanye kama kilichotokea Morocco. So far so good. Tumekiona Morocco kama mwenyeji. Tumeona alipojitahidi kufika mpaka hatua ya finali. Tumeona hata Ivory Coast raundi iliyopitaga ile kawa host, lakini kaendesha michuano mpaka nafika finali. Na hizi ni lolote linaweza kwenda kutokea. Unaweza kushangaa mwana Afrika Mashariki mmoja mwenyeji anasonga mpaka hatua ya finali. Kwa sababu mpira una matokeo mengi sana. Kwenye mpira mimi naweza nikasema hakuna surprise. Kwenye mpira kinachoendelea kutokea ni maandalizi uliyofanya, unaenda kukuonyesha wapi destination yako ilipo. Lakini siwezi nikasema kwamba 100% au 60%. Simuoni Tanzania, simuoni Kenya, simuoni Uganda hatua robo finali. Nitakuwa muongo nisije nikaukosea mpira. Mpira uko hivi. Lakini mpira unaenda kuamua kile ambacho umekiandaa kipindi chote. Tunaweza tukashangaa mtu anafika finali, tunaweza tukashangaa wote wanaishia makundi. Whatever the case inaenda kuamuliwa na maandalizi kwa ujumla. Lakini kitu kingine ni kuendelea kuziombea timu zetu za taifa zifike mbali. Dua kwa ziwe nyingi, cause inaweza ikawa ni aibu sana sisi wenyeji tunatoka hatua za awali za makundi kabisa. Inaweza ikawa changamoto sana. Yaani mimi kwangu naweza nikasema ni aibu. Japokuwa unaweza ukasema kwamba Tanzania hata tusingefika huko, mbona Morocco tulifika 16 bora.